Naitwa Red Pen. Mimi ni mfuasi sugu wa Raila Amolo Odinga, na vile mwenzangu Aluda amesema, na hapo mkumbuke Red Pen peke yake Kenya mzima ndiye alikuwa mtu wa kwanza kusema baba ameibiwa kura Ethiopia zirudiwe, na hivyo ikaongelewa na Didmas Barasa pia. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Bwana Spika, kuna mambo matatu hapa. Ya kwanza ni kuhusu ndugu yetu Salasia. Salasia ni MP my age mate. Na unajua kama we ni kiongozi kuna ile dignity ambayo unafaa ukwe nayo. But Salasia is taking us too low. Wewe kama kiongozi haufai kutumia TikTok kuanza kutukana viongozi wengine ndio upate mileage. That one, you are lowering the dignity of the people or yourself. Number two, hii kitu ambayo imefanyika jana, hiyo kulingana na mimi, Mr. Speaker, ulisema ya kwamba ni kama sielewi siasa kidogo, lakini pia kuna kitu inaitwa stage management. Hiyo kitu ilifanywa jana ilikuwa stage managed by Salasia people. Na hiyo walikuwa wameweka hivyo kwa sababu, mbona nasema hivyo Mr. Speaker? Inakuaje Salasia anasema ameumia na ana tweet kwa TikTok? Yaani amelazwa lakini anaandika kwa TikTok, nimeumia, nimepigwa na wafuasi wa Raila wenye hawajatairi. Na anaandika kwa TikTok. So according to me, yes sir, we want facts and we don't want those things because during campaign ya Trump uliona risasi ilipita kwa sikio, watu wakasema hii ni stage managed, lakini can you stage manage na risasi? Jana kama uliangalia vizuri, kama si wale askari tungekuwa tunaongea story nyingine. Jana Salasia alivuja mdomo madamu. So how can you say that ni stage managed? Kupigwa kile alipigwa kweli. Can you stage manage Red Pen uje upigwe kweli uumizwe alafu sema na stage manage? Bora usiuawe. Bora usifanye nini? Usiuawe. Red Pen, don't be fictitious. Salasia tulimpiga na ndio sasa tutampiga vizuri. Sasa amehusisha mpaka wanatukana Wajaluo. Ndio sasa ameharibu kabisa. Hata Mombasa hapa hata kanyaga. Mr. President and Mr. Speaker, this is my opinion and it's not your opinion. So please respect my opinion. Neither am I not contradicting yourself or you. This is what I want to say. Ile situation ya jana ya Salasia kupigwa, hiyo ilikuwa stage management. Ali stage manage apigwe ndio apate ile sympathy votes kutoka kwa wananchi. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa sababu mbona nasema hivyo? Wale watu ambao walimpiga ama wanasemekana walipigwa walikuwa wamevaa jezi ya Ingwe AFC Leopard. Hawakuwa wamevaa jezi zile za Gor Mahia. Na alijuaje kwamba hawa watu ni wafuasi wa Raila? Yeye alijuaje? Na hivyo amepigwa, amelazwa, lakini anasema ana tweet kwa TikTok. Mtu kama umepigwa, I think inafaa upate kwanza fahamu ndio uanze kusema hii na hii na hii serikali iingilie kati. So that was stage management and we are aware of that, na sisi hatutakubali. Na Salasia kama my age mate, mimi namwambia yeye atafute njia nyingine ya kutafuta umaarufu. Si ati kutukana kutandia jina la Raila ndio ajulikane. Number 2, about IEBC. Mimi nataka kusema hivi, hii story ya kusema ya kwamba mwanamke apewe IEBC chair, that one I don't think can carry water. Why do I say so? Kama wewe ndiye ulipeleka pale ukakuwa shortlisted, it means that the best person will win. But mimi ukiniuliza ni nani mwenye anaweza kuwa IEBC chair, mimi nitasema hiyo kiti irudi kwa Mluya kama Wafula Chebukati ndiye atupatie tena ushindi. Maana sisi watu wa Raila tuliumia ile wakati akipatia Ruto. So tunataka tena Mluya huyo akuje tena apatie Ruto ushindi. Number 3 ni kuhusu Mount Kenya.
Mount Kenya. Wajua watu wa Mount Kenya ndio walipigia Ruto kura. Wao wamepigia Ruto kura, tena wanakuja wanasema hatumutaki huyu Ruto. Wewe utakuwa ni mjinga gani? Yaani umezaa mtoto na unamkataa, unasema huyu mtoto sio wangu. Huyu mtoto simutaki na umemzaa. So I think wamegundua ya kwamba Rigiji alikuwa amewapotosha. Wacha wakuje wakule kule kama watapatia Ruto. Lakini mimi kitu najua, Mount Kenya people will not vote for William Samoei Ruto. Zile kura zao milioni 6 zikae kando, sisi kura zetu milioni 12 zipatie Ruto miaka ingine 5. So Ruto mpaka 2032. Thank you very much. Na hapa chini Mr. Speaker, mimi kulingana na vile nimeona mheshimiwa Fadhili mambo machache ambaye amefanya, mimi kura yangu ya 2027 hapa Kimbilio nitampatia Fadhili. Gavana ametupatia pikipiki hapa. Kuna mmoja wetu hapa saa hii anakula kidogo, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo nitampatia kura yangu 2027. Thank you very much Mr. Speaker.